na kuwapeleka nchi ya mbali. Walipofika katika nchi ya mbali, waliwatumikisha kwa mambo mengi. Muda mwingine waliwaambia, tunaomba tuimbieni nyimbo ambazo mlikuwa mkiimba wakati mnamwabudu Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili litaongozwa na kichwa kidogo ambacho kinahusiana na vifungo. Tunaona wana wa Israeli baada ya kutekwa, baada ya kupelekwa kwenye hiyo nchi ya ugeni, walifungwa. Hawakuweza kufanya jambo lolote. Walikuwa na shughuli mbalimbali ambazo walikuwa wanaweza kuzifanya, lakini hawakuweza kwa sababu wapo kwenye vifungo. Kwa sababu wapo ugenini, hawawezi kufanya jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie vifungo maana yake nini? Vifungo ni vitu vyovyote ambavyo vinaweza kumzuia mtu au kuzuia kitu kisionekane mbele za watu au kisionekane kwa nje. Kwa mfano, nguo yangu hii ina vifungo. Inamaanisha kwamba inazuia vitu vya ndani visionekane. Milango ya kanisa kuna madirisha yamefungwa, ina maana vitu vya ndani hatuwezi kuviona. Lakini hiyo milango, hivyo vifungo vikikatika, hivyo vifungo vikiwa wazi, ina maana tunayo ruhusa ya kuvitazama vitu vilivyomo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawa wana wa Israeli walipokuwa katika ile nchi ya utumwa, baada ya kutekwa sasa, anasema hawakuweza kufanya jambo lolote. Hawakuweza kuamua jambo lolote. Hawakuwa na uhuru wa kutenda jambo lolote. Kwa nini? Wamefungwa. Inawezekana kuna biashara nzuri sana ambazo walikuwa wanatamani kuzifanya, lakini hawawezi. Kuna mambo mengi ya kuendesha kiuchumi waliotamani kuyafanya, hawawezi. Kwa sababu gani? Wapo kwenye ufungwa. Na huo ufungwa umetokana na nini basi? Umetokana na kwa sababu ya kumwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, vifungo vina shida. Vifungo vina tabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo vina shida. Ukiwa kwenye vifungo vina tabu. Ukiwa kwenye vifungo unaweza kufanya jambo lolote. Ukiwa kwenye vifungo kuna mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyafanya, hauwezi kuyafanya kwa sababu kuna vifungo. Kuna vifungo vimekufunga, vimetengeneza uzio ambao haukuruhusiwi kufanya mambo ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwana wa Israeli anayezungumziwa ni mtu wa Karatu. Mwana wa Israeli anayezungumziwa jioni ya leo ni mtu wa Karatu. Mwana wa Israeli anayezungumziwa jioni ya leo ni binti wa Karatu. Mwana wa Israeli anayezungumziwa jioni ya leo ni kaka wa Karatu. Mwana wa Israeli anayezungumziwa jioni ya leo ni baba wa Karatu. Mwana wa Israeli anayezungumziwa jioni ya leo ni mama wa Karatu. Mwana wa Israeli anayezungumziwa jioni ya leo ni wazee waliopo Karatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba jinsi tunavyoendelea kusoma kwenye sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9, Mungu anasema hivi kwamba anatokea kinywa cha nabii Yeremia ya kwamba haya mateso, hiyo hali ya kufungwa ameiona. Bwana Yesu asifiwe. Nitaulia ule mstari wa 8. Hiyo Yeremia 30 mstari wa 8 anasema, na itakuwa katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitavunja nira yake ichoke shingoni mwake. Nitaulia tena, na itakuwa katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitaivunja nira yako ichoke shingoni mwako, nami nitavipasua vifungo vyako, wala wageni hawatatumikisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu asifiwe. Anasema hivi kwamba baada ya kuona sasa hawa wana wa Israeli wametumikishwa vya kutosha, wana viakiwa vya kutosha,
alikuwa amelibariki kwa baraka zote. Anasema hivi kwamba atakaye mlaani Israeli, huyo mtu amelaaniwa na Mungu. Atakaye mbariki Israeli, huyo mtu atakuwa amebarikiwa na Mungu. Sasa tunaona kwamba anasema kwamba na itakuwa siku ile atakiamuru hicho kifungo kipasuke, ataamuru hiyo nira ivunjike. Neno Mungu linakuja wakati huu kwako, ya kwamba Mungu amenituma kwako mwanakaratu, ya kwamba hicho kifungo ambacho kimekufanya ukae kwenye dhambi kwa muda mrefu, siku ya leo lazima kipasuke. Siku ya leo lazima kivunjike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kifungo cha kukaa kwenye matambiko kuliko kukaa kwenye ibada pamoja na watakatifu wengine kumwabudu Mungu aliye hai, lazima kipasuke. Hicho kifungo cha kukaa kwa waganga, kama una akili nzuri vile, unakaa kwa waganga, unatoa nguo, wanakuchanja chale, kama una akili nzuri vile, lazima kipasuke. Hicho kifungo lazima kivunjike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema geuka sasa. Umetumika vya kutosha katika nchi ya mateka. Ni wakati wa kugeuka sasa. Ni wakati wa kugeuka sasa binti. Ni wakati wa kugeuka sasa kijana. Vifungo vina tabu. Vifungo vina shida. Wanakaratu, vifungo vina shida. Yako mambo ambayo ulipaswa uwe mbele, lakini mpaka sasa upo mkia kwa sababu ya vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo kazi yake ni nini? Kazi ya vifungo, vinaruhusu mapenzi ya shetani kutimizwa kuliko mapenzi ya Mungu. Ninaomba mtumishi wa Mungu utanisomea Matendo ya Mitume sura ya 25 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 27. Matendo mlango 25 mstari wa 13 mpaka mstari wa 17. Biblia inasema hivi: siku kadha wa kadha zilipokwisha kupita, Agripa mfalme wa Beneki wakafika Kaisaria wakimwamkia Festo. Na walipokuwa wakikaa huko siku nyingi, Festo akamweleza mfalme habari za Paulo, akisema, yupo hapa mtu mmoja aliyeachwa na Feliki kifungoni, ambaye nilipokuwa Yerusalemu, wakuu wa makuhani na wazee wa Wayahudi wakaniarifu habari zake, wakinitaka hukumu juu yake. Nikawajibu kwamba si desturi ya Warumi kumtoa mtu awaye yote kabla ya mtu yule aliyeshtakiwa hajaonana na washtaki wake uso kwa uso, na kupewa nafasi ya kujitetea katika mashtaka yake. Basi walipokutanika hapa, sikukawia, bali siku ya pili nikaketi katika kiti cha hukumu, nikaamuru mtu huyo aletwe. Na wale waliomshtaki waliposimama, hawakuleta neno lolote baya kama nilivyodhani, bali walikuwa na maswali mengine juu yake katika dini yao wenyewe, na katika habari ya mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekwisha kufa, ambaye Paulo alikaza kusema kwamba yu hai. Nami nikaona shaka jinsi ya kutafuta hakika ya habari hii. Nikamuuliza kama anataka kwenda Yerusalemu au hukumiwe huko katika mambo haya. Lakini Paulo alipodai kuwekwa ahukumiwe na Kaisaria, nikaamuru alindwe hata nitakapompeleka kwa Kaisaria. Agripa akamwambia Festo, mimi nami nalikuwa nikitaka kumsikia mtu huyu. Akasema, utamsikia kesho. Hata asubuhi Agripa akaja pamoja na Beneki kwa fahari nyingi, wakaingia mahali pa kusikia maneno pamoja na maakida wakuu na watu wakuu wa mji. Festo akatoa amri, Paulo akaletwa. Festo akasema, Mfalme Agripa, na ninyi nyote mliopo hapa pamoja nasi, mnamwona mtu huyu ambaye jamii yote ya Wayahudi huko Yerusalemu na hapa pia wamenitaka niwasaidie, wakipiga kelele kwamba haipasi kuishi zaidi. Lakini mimi naliona kwamba hakutenda neno la kustahili kuhukumiwa, na yeye mwenyewe alipotaka kuhukumiwa na Kaisaria, nalikusudia kumpeleka kwake. Nami nikataka habari yake
sina neno la hakika la kumwandikia Bwana. Kwa hiyo nimemleta hapa mbele yenu, hasa mbele yako wewe Mfalme Agripa, ili akisha kuulizwa nipate neno la kuandika, kwa maana naona ni neno lisilo maana kumpeleka mfungwa bila kuonyesha mashtaka yale aliyoshtakiwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya nimesema kwamba vifungo kazi yake kuhakikisha kwamba mapenzi ya shetani yanainuliwa, mapenzi ya Mungu yanashuka chini. Tunapotazama hizi habari tunaona kwamba ni mashtaka ya wale wazee wa Kiyahudi. Wanashtaki juu ya mtumishi wa Mungu Paulo aliyekuwa akifundisha habari za Yesu Kristo aliye hai tangu kuzaliwa kwake hata kufa kwake. Hao wazee ilifika wakati, kwa sababu ya ile vifungo vilivyoshika nafsi zao, vilivyoshika mioyo yao, hawakuwa na muda wa kujifunza habari ya neno la Mungu, bali walikuwa na muda wa kuelezea, wa kufanya majadiliano, namna ya kuendesha dini zao, namna ya kuendesha madhehebu yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba mwishoni, kwa sababu kusudi la Mungu mahali popote, hata kama utawala wa shetani umekaa kwa namna gani, kusudi la Mungu lazima lisonge mbele na lisimame. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba wakapeleka mashtaka kwa wakuu wa makuhani na kwa watu mbalimbali kwenye vyombo vya sheria, ya kwamba huyu mtu bwana anasema habari za Yesu, anasema habari za Yesu, anatunyang'anya watu wetu, anapeleka huku na huku watu wetu, na sisi tunawafundisha watu kwa habari ya dini ya Kiyahudi ambayo haimjui Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya vifungo kutimiza mapenzi ya shetani kuliko kutimiza mapenzi ya Mungu. Maana yake nini? Kuifanya dini songe mbele au dhehebu fulani lisonge mbele kuliko Yesu wa Nazareti kuinuliwa ndani ya maisha ya watu. Hicho ni kifungo katika maisha yako, na kama kipo kwako, hakikisha siku leo kinapasuka hicho kifungo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kifungo hiki kutimiza mapenzi ya shetani kuliko mapenzi ya Mungu inakaa vipi? Kuna watu katika wakati huu bado wameng'ang'ana na dini, bado wameng'ang'ana na madhehebu. Yesu Kristo wa Nazareti hakusema ya kwamba labda wale wenye dini au wenye madhehebu mengi au wenye makanisa mengi hao ndio watarithi ufalme wa Mungu. Hapana. Neno la Mungu linasema ya kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, maana hakuna ambaye atamwona Mungu asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ufunguke kwenye hicho kifungo. Kama upo kwenye misingi ya dini au misingi ya dhehebu fulani, lazima uhakikishe jioni ya leo kifungo hicho au hiyo nira inapasuka shingoni mwako. Unatembea kwenye misingi ya Yesu Kristo ambaye hakuna atamwona Mungu asipomkiri yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tena si kukiri kwa kinywa chako, sio wazazi wako wanakusaidia kukiri. Hapana, kila atakayekiri. Hajasema hivi kwamba baba mtu akikiri badala ya mwanae basi wote wanaenda mbinguni. Hapana, kila mmoja atakapokiri hicho kifungo lazima kipasuke. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vifungo haviwezi kuondoka mpaka umelikiri, umelitia jina la Yesu Kristo ambalo ni mwamba wa mwamba, ambalo linapita kwenye miamba linapasua, linapita kwenye miamba linapasua, linapita kwenye majengo linapasua, linapita kila kona linapasua. Ni jina la Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wakiendelea kumhukumu mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa hana jambo lolote la kujitetea, maana alikuwa anajua upo wakati ambao Yesu atajitetea mwenyewe. Alikuwa anajua, alikuwa na uhakika. Kwa hiyo akipelekwa huku anaenda anasema kwamba Yesu wangu najua utanitetea, maana hivi ni vifungo tu vinawasumbua. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Vifungo havina adabu, vifungo havina heshima. Vifungo kazi yake kuwasema watumishi wa Mungu. Leo unasema hili, kesho hili. Vifungo havina heshima hata kidogo. Jambo umelisikia au na uhakika nalo umelipeleka mbele, kazi yake ni kifungo. Ukimwona mtu ana nayo usimshangae, ujue ni kifungo tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vifungo kumbe havijaanza leo, vilianza tangu wana wa Israeli, taifa la Mungu ambalo tunasimuliwa habari zake kwamba ni taifa teule, lakini bado lilikuwa na hilo tabia, bado lilikuwa na hizo tabia. Hizo tabia lazima zifi, hizo tabia lazima ziondoke, lakini ni kwa jina la Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo kazi yake ni kukaidi neno la Mungu. Kazi ya vifungo, mtumishi wa Mungu anasema, dada acha dhambi, kufanya hivi ni kosa, kufanya hivi ni kosa, mama masengenyo ni dhambi, unakaidi. Haya mambo yanasemwa kila siku, kila siku mambo haya yanasemwa. Kazi yake ni ukaidi. Tunazisoma habari za Paulo mwenyewe kabla neema ya Mungu haijaingia. Mara kwanza Paulo alikuwa anajulikana kwa jina la Sauli. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kukaidi. Akikutana na watumishi wa Mungu wanashuhudia habari za neno la Mungu, kazi yake ni kuua, kazi yake ni kuwakatisha tamaa, kazi yake ni kuwachukua na kuwafanya kila aina mateso, imradi tu awakatishe tamaa, imradi tu ile roho ya ukaidi iliyomo ndani yake aambukize na kwa wengine. Hiyo ni kazi ya kifungo. Kuna watu ambao ni wakaidi wazuri sana wa neno la Mungu. Kuna kitu kinapita, kinazungumzwa, kinamgusa maisha yake, lakini anakaidi. Usishangae, ni kifungo hicho, ni kifungo hicho. Na hicho kifungo hakiwezi kutoka mpaka jina la Yesu lipite kwenye huo moyo, lipasue ya misingi, lipasue ya miamba, ndipo tuende sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtumishi wa Mungu tanisomea Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa pili. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza na wa pili, unasema, lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo vina shida, vinakutengenezea ukaidi. Ukionya na wazazi unakuwa mkaidi, walimu wakisema shuleni unakuwa mkaidi, watumishi wa Mungu wanasema wanakuonya unakuwa mkaidi. Usipate shida juu ya mtu huyo, ni kifungo. Lakini ikishaingia damu ya Yesu, hakuna kifungo kinachoweza kusalia. Maana nasema kwamba katika jina la Yesu hakuna jiwe juu ya jiwe linaloweza likastahimili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mnayaona mawe ya Yerusalemu, mnayaona majengo ya Yerusalemu, wakati utakapotimia hakuna jiwe juu ya jiwe litakaloweza kustahili, litakaloweza kustahimili. Hakuna jengo lolote. Inawezekana hapa Karatu kuna magorofa mazuri. Haya magorofa wakati utakapofika, nguvu ya Mungu itakaposhuka, wakati wa Bwana utakapofika kulinyakua kanisa lake, hayataweza kustahimili ile nguvu, hayataweza kustahimili ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo kazi yake, vifungo kazi yake kuondoa amani,
vinaondoa amani. Unakuta mtu anakaa wiki nzima hana amani. Unakuta kuna watu ambao wanakaa kwa muda mrefu hawajawahi cheka, hawajawahi kaa na wenzao wakazungumza mambo mbalimbali yanayohusu maendeleo, yanayoweza kujenga ufalme wa Mungu. Hawawezi. Kitu gani kimewafanya? Ni vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo vinakosesha amani, ndugu zangu. Kama uamini, picha huko barabarani, kutana na mtu ambaye amevaa kasketi, kana picha magoti, hawezi kukuangalia mara mbili usoni, kwa sababu amani haipo. Vifungo hivyo vinasababisha amani iondoke. Ukitumikia vifungo vinakukosesha amani. Ukitumikia vifungo vinaondoa amani. Hauwezi kuishi ndani ya amani ya Kristo. Sizungumzia amani ya dunia hii, maana amani ya dunia hii ina mwisho wake, lakini amani ya Yesu Kristo haina mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo kazi yake vinadumisha uongo, na uongo huo mwisho wake unazaa mauti. Tukisoma, naomba mtumishi mmoja atanisomea Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Matendo, maneno ya Mungu yanasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake ilikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe naye akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mstari wa 10. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, vifungo vina shida. Vifungo vinaweza kukuondoa ndani ya dakika moja. Vifungo vinaweza kukuondoa ndani ya sekunde moja, kwa sababu ukiwa ndani ya vifungo haujielewi. Utasema uongo, unasema uongo madhabahuni, unaficha sehemu ya mali. Roho Mtakatifu anakushuhudia kabisa, hii ni kwa ajili ya Bwana, unaficha. Vinakuondoa vifungo. Vifungo havina huruma. Karatu, vifungo havina huruma. Karatu, vifungo havina huruma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona watumishi wa Mungu kabisa, Safira na Anania, wanaingia madhabahuni, wanamdanganya Mungu. Kwa sababu gani? Inawezekana muda mrefu walikuwa wakidanganya, wanadanganya taratibu leo, wanadanganya taratibu kesho, na kesho kutwa kidogo, hivyo hivyo. Mwisho wake kifungo cha uongo kikawapeleka. Kifungo cha uongo kikaondoa katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umekuwa muongo mzuri tu, saa inafika usipoliita jina la Yesu jioni ya leo, ili kutoe kwenye hicho kifungo, muda wako hauwezi ukaujua. Muda wa kuondoka hauwezi ukaujua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anania na Safira wakafika madhabahu, wakajua kwamba Mungu hayupo, wakajua Roho Mtakatifu hayupo, wakajua watumishi wa Mungu hawapo, lakini walikufa pale pale madhabahu wote kwa pamoja. Vifungo vinaaibisha. Unakuta mkaka Mungu amemuumba vizuri kabisa, Mungu amempendelea, amemuumba vizuri kabisa, anapita anatoka ndani kabisa, ameziandaa nguo zake na mkanda wake kabisa na shati lake zuri, lakini jinsi atakavyovaa zile nguo, jamani, staili nyingine, sio kila staili unayoiona unaiga. Mengine unaiga mapepo tu, mengine unaiga mambo ambayo hayapo hata duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mkaka huyo anavaa nguo yake kabisa, amekaa na utawala wake wa kichwa, ubongo wa mbele, ubongo wa nyuma, ubongo wa kati, macho, milango yote ya fahamu na ngozi inayohisi, vyote wamejadiliana, wakachukua ile suruali wakavaa. Sasa namna alivyoivaa ile suruali, Mungu wangu, utazani ana majipu yameota kwenye sehemu hizi hapa za kiuno. Sasa sielewi anavyotoka naenda kwa daktari, lakini sijajua kama hao watu wanaenda kwa daktari kwa sababu huwa ninapishana nao kwenye mishemishe. Nikifunga hicho sio staili, huo ni ushamba ambao umeambatana na vifungo ndani yake, sio staili mpya. Wenye staili mpya wanavaa vizuri suruali zao, wanavaa vizuri, wanatokezea hadi wewe mwenyewe utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wadada watasema kwamba tumepona hapa, tumepona hapa. Hapana. Unakuta mwanafunzi huyo baba yake amemshonea, au mama yake au mzazi wake au dada yake amemshonea sketi yake nzuri kabisa kama ya kwangu hii. Anasema, mwanangu, Mungu akubariki, nenda shuleni, Mungu akutangulie, Mungu akutie nguvu mwanangu. Mama yake anaendelea kupiga maombi, anasema, Mungu msaidie mwanangu nina mimi atakuja kuwa waziri siku moja. Lakini huyo mdada mzuri ambaye Mungu amempendelea, amemuumba kwa namna ambavyo Mungu amemuumba. Wengine wanasemaga kwamba kwa kweli Mungu alivyomuumba yule mtu alikuwa ametulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mdada basi anakutana na wenzake huko, anaichukua ile sketi, anaikata. Anasema wamama wa siku hizi hawa, watu huko wanasema hivi kwamba mama naye wa siku hizi huyo mambo yake ni ya zamani mno. Ananiona mtu mimi wa kuvaa sketi ndefu, ninapita kama washamba. Mshamba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.